Thank you Jesus. Fumba macho yako. Mungu aliye hai, na kushukuru sana. Asante kwa sababu ya neema yako. Upendo wako ni wa ajabu. Kila nikifikiri, nikiwaza, huwa ninashindwa kueleza jinsi unavyotupenda. Ni neema iliyoje kutufanya kuwa wana, kwamba uwe baba yetu na sisi watoto wako. Ninakushukuru sana kwa hii neema ambayo Bwana umetupatia. Na asante sana kwa sababu hujaishia kutupenda sisi, umewapenda na wengine. Na ndio maana umeleta neno kwa ajili yao, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Na kila anayempenda Yesu na aseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa dakika hizi chache ambazo Bwana amenipa, ninataka nimhubiri Yesu kama alivyo. Sema amen. Ninataka nimlete mbele zako Yesu kama alivyo. Yesu asiyechanganywa na kokoto za upako, asiyechanganywa na mafuta ya upako, asiyechanganywa na maji ya upako. Jina lake linapita majina yote. Maandiko nasema popote alipofika alitenda mema. Sema amen. Sema amina. Sema amen. Fedha, majumba, magari, vitu vyote vizuri na mali ni urithi kutoka kwa wazazi. Lakini Yesu Kristo wakati anapaa kwenda mbinguni, hakutuachia kokoto za upako, hakutuachia maji ya upako, hakutuachia mafuta ya upako. Alituachia jina linalopita majina yote. Jina linalopita majina yote. Lenyewe linafaa kwa ajili ya maisha yako. Lenyewe linafaa kwa ajili ya uzima wako. Ukilitamka, kuzimu kunatikisika. Ukilitamka, adui anatikisika. Ni lenyewe pekee linatosha kutatua shida katika maisha yako. Katika umri wangu na katika siku zangu, katika kutembea kwangu, nimemwona Yesu akitenda mambo ya ajabu kupitia jina lake. Amekuwa ushuhuda kwangu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Watu wanapotaka kufa huwa wanatoaga usia, wanatoa usia na wanajaribu kufanya allotment za mali, wanagawa mali ili baadaye kusije kuwa kuna ugomvi. Sikia, Yesu Kristo hakuacha vitu vya kugawana, hakuacha mali za kugawana. Alituachia jina linalopita majina yote. Maandiko yanasema kwamba mataifa yatalitumainia hilo jina, na kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Sema amen. Nani anasema amen? Nani anasema amen? Nani anasema amen? Haleluya. 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 Hakutuachia kokoto za upako, hakutuachia vifaa tiba. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakutuachia maji ya upako, hakutuachia vifaa tiba vya... Nimalize nisimalize? Nimalize nisimalize? Haleluya. Hakutuachia vifaa tiba mbadala. Hakuacha vifaa vya tiba mbadala. Alituachia jina linalopita majina yote, na ukilitumania hilo jina kuna uzima ndani yake. Sema amen. Kuna afya ndani yake. Sema amen. Lenyewe linatosha kuondoa kansa, lenyewe linatosha kuondoa magonjwa, lenyewe linatosha kuondoa ukimwi. Sikia, watu upeana vile walivyo navyo. Maandiko yanasema kwamba nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo simama na uende. Ukimpata Yesu, jina lake linapita majina yote. Hakutuachia mali, hakutuachia fedha, na ndicho kitu ambacho Petro alikisema, ningekuwa na magari ningekugawia, ningekuwa na fedha ningekugawia. Sina. Ningekuwa na nyumba ningekugawia, lakini kile nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo simama na uende. Ukimpata yeye, anaweza mambo yote. Haliko jambo moja ambalo linamshinda yeye. Sema amen. Sema amen. Lenyewe linatosha. Huvihitaji vifaa vya imani, vifaa vya tiba mbadala. Jina lake pekee linatosha kwa ajili ya maisha yako. Sema amen. Haleluya. 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 Tunaishi kwenye dunia iliyopotoka, tunaishi kwenye dunia iliyoharibika. Uovu umezidi. Juzi nilikuwa naongea rafiki yangu mchungaji pale, nilikuwa nazungumza naye, nikawa namwambia, tulikuwa na discuss kuangalia jinsi gani uovu umezidi kwenye dunia sasa. Dhambi zimezidi kwenye dunia sasa.
Angalia watu wanavyoteseka, watu wanaumia, watu wanateseka. Nenda pale nenda hospitalini. Mimi nimehudhuria pale Muhimbili. Yaani kama uko rohoni ukapita Muhimbili pasipo kuacha chakula ufunge na kuomba, haujaokoka bado. Kuna magonjwa ya ajabu, mwanadamu anateseka, hospitali zinakuwa expanded, zinatanuliwa, lakini bado haitoshi. Madaktari wanaenda kusoma, lakini bado haitoshi. Ninatangaza siku ya leo, yuko daktari wa madaktari, na ukisimama na yeye, jina lake linapita majina yote. Mtu akilipata hilo jina, lina uzima ndani yake, linaweza likaponya, linaweza likafungua, linaweza likatia uzima. Lenyewe ni tumaini pekee. Ukiliamini sema amen. Nani anasema amen? Kwa sababu ya kuongezeka kwa dhambi, kwa sababu ya kuongezeka kwa uasi, Ibilisi ameachia magonjwa, ameachilia mateso kwa wanadamu. Watu wanateseka. Stories zinazoendelea huko ni za ajabu. Watu wamekuwa wanyama, mauaji ya ajabu. Oh my God, I have the agenda. Tanzania for Jesus, Africa for Jesus. Ninayo agenda. Tanzania kwa Yesu, Afrika kwa Yesu. Hallelujah, hallelujah. Nilikuja kugundua polisi hawatoshi kuondoa shida. Nilikuja kugundua wanajeshi hawatoshi kuondoa shida. Yesu Kristo pekee anatosha kuondoa shida, anatosha kuondoa mateso. Hata wana polisi almost raia wote, bado uovu utajaa. Hata wana wanajeshi almost raia wote, sikia, bado uovu utaendelea, kwa sababu uovu umeanzia rohoni. Yote anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, anaenda kule asikotaka kwenda. Ninatangaza siku ya leo, Yesu akiingia kwenye moyo uliopinda, kama alivyoingiaga kwangu, anabadilishaga. Walikuitaga changu doa, watakuita changu uzima, watakuita changu furaha, watakuita changu praise team. Sema amen. Ni yeye pekee anafanya transition, anafanya mabadiliko. Ukimpata yeye umepata vyote. Sema amen. Kama uamini, nenda katafuta wenzangu ambao nimesoma nao, wachache sana ambao najuaga nimetoka wapi. At least sasa nimefungua kidogo, baadhi ya watu wanafahamu nimetoka wapi. Hata kama ulikuwaga nabii, ungeonana na mimi kwanza, ungetafakari sana unabii wako, kwamba mimi nitakuwa mchungaji, nitakuwa mhubiri. Ungemuuliza Roho mara 3, kwani atakuwa mhubiri huyu? Hamna tadalili, hazipo. Nilikuwa tiko six pack, mgonzi kama nini. My friend, shida unayokusumbua, mateso unayokusumbua, hujakutanisha na jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ukikutanisha na jina la Yesu Kristo, shida zote zinanywea, mateso yote yananywea. Ninatangaza leo, jina la kutumainiwa ni jina la Yesu Kristo. Likiingia kwenye maisha yako, haijalishi umeteswa namna gani. Hauhitaji chumvi za upako, hauhitaji vifaa vya tiba mbadala. Unamhitaji Yesu Kristo aliye hai. Ni yeye pekee, jina lake linatosha. Sema amen. Mimi pamoja na kwamba ni mhubiri, huwa nimeajiriwa, nafanya kazi ofisini kabisa, nakaa kwenye kiti cha kuzunguka, ila napenda maiki kuliko kiti cha kuzunguka. Kama nini my friend? Yaani ukiniambia kuna mkutano mwanangu, naomba ruhusa faster. Sema amen. Sema amen. Sasa mida mchana pale huwa ninatoka ninaenda sehemu kuomba. Hii ndio desturi yangu. Hakunaga lunch time ambayo sijaenda kuomba. Sasa kuna eneo ambalo naendaga kuomba pale. Oh my God. Naloendaga kuomba pale, nilikuwa naonana na dada fulani. Mungu akubariki Kabulule. Sauti naipata vizuri sana. Sema amen. Pigia Yesu makofi. Sasa nikiwa naenda kuomba pale mchana, kuna dada fulani, kila nikimaliza kuomba, mimi nikianzaga kuomba, si mtu anafanyaga hivi, Baba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, shetani toka. Siangaliagi watu, lakini yule dada ali draw attention yangu, akavuta uangalifu wangu. Nikamtazama, nikashangaa. Akiingia tu anaka kitu fulani anakaa nako, anapiga pia pia, anapiga pia pia, anaanza kuomba. Akimaliza tena anachukua kwenye kipima joto, anapiga pia pia, anamaliza. Siku moja nikasema nitamtegea nimuone mpaka mwisho anavyofanya.
Alipofika tu nikamcheki, nikaona amefungua ile pasi ile kipima joto, akachukua akachupa akajipulizia pia pia. Afu alivyomaliza tena akajipulizia pia pia, nikamfuata. Sema amen. Ndio nilivyo. Kitu ambacho Yesu amekibakisha kwangu kabla ya kuokoka ni kumconfront mtu. Baada ya kuokoka, kitu ambacho Yesu amekiacha kwangu, naweza nikamfuata mtu. Sema amen. Haleluya. Zamani nilikuwa namfuata kwa ngumi, sasa hivi namfuata kwa neno la Bwana, silaha ya Bwana. Sema amen. Nikamfuata. Nikasema, dada, sasa unatumia hivi vitu, mbona jina la Yesu linatosha? Wadada wanadharau. Ukimpata ambaye anadharau vizuri, utajiona kitu kisichofaa. Aisema, kaka, anakuhusu, pambana na hali yako. Nikasema, dada za kwangu nimepambana nazo zote, imebakia kwako. Akasema, kaka, naomba usinizoe. Nikasema, dada, asante, Mungu akubariki. Nikaondoka, nikaendelea kuomba. Siku moja nimemaliza kuomba, nikashangaa yule dada amekaa pale, ile nataka kuanza kuondoka. Sasa, kaka, samani. Nikasogea, sura hapo imebadilika. Ya kwanza ilikuwa imekaza, sasa hapa ikawa imelainika kidogo. Nikasema, hapa kuna kitu Mungu amekifanya. Yule dada akasema, naomba tu niombee. Nikasema, leo nikuombee? Hata ibidi nipambane na hali yangu. Nikasema, dada, kuna nini? Akasema, hivi nimekwisha kutapiliwa gari. Aina gani? Kenta. Nusu nimwambie, si upulizie, si ujipige pia pia, litapatikana. Kwa nikasema, sawa dada, tuombe. Kwa nikasema, Mungu, wewe wajua, mapenzi yako yatimizwe. Sema amen. Haleluya. Ukimkataa Yesu kipindi ambacho anapatikana, ukampinga Yesu kipindi ambacho anapatikana, ukatukana wahubiri kipindi ambacho anapatikana, yako majira utatamani kusikiliza, na muda huo hautasikiliza tena. Utatamani wahubiri, hatatokea tena. Ninatangaza injili ya Yesu Kristo ni duniani, ufalme wa Mungu ni duniani. Tunahubiri leo, tunamtangaza Yesu leo. Unapaswa kumkubali leo, abadilishe maisha yako leo, ya maana yako majira ambayo utatamani kusikiliza. Oh my goodness, hakutakuwa na mhubiri tena. Usisubiri shida zimekufika ndipo useme ninamtaka Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naona leo watu tukitoka hapa watatoa vitu kwenye pochi. Nataka nihubiri. Sijai kuwa na kichwa kirefu kama hiki. Injili ya Yesu Kristo inayoenda kwa mamlaka ya jina la Yesu. Injili ya Yesu Kristo inayoenda kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiki ndio kichwa changu cha somo cha siku ya leo, kwa hizi dakika ambazo Roho Mtakatifu ananipatia. Injili ya Yesu Kristo inayoenda kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Fungua kitabu cha Marko 1 mstari wa kwanza. Haraka sana, sina dakika tena. Marko 1 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hivyo tu. Kitabu cha Warumi 1:16 kinasema, sionei haya injili. Kama nisome moja kwa moja. 1:16. Kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Ninahubiri kwa habari ya injili ya Yesu Kristo inayoenda kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Nimezungumza hivyo kwa sababu zipo injili za namna nyingi, na dunia ya sasa kuna injili za namna nyingi. Kwa sababu ya uovu kuzidi duniani, watu wameibuka na injili za tofauti, lakini mimi naijua injili moja tu, inaenda kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amen. Nani anasema amen? Hiyo ndio injili naijua. Haiendi kwa jina la mafuta ya upako, haiendi kwa jina la maji ya upako. Sikia, jina la Yesu Kristo linaweza likasafiri zaidi ya maji ya upako. Sema amen. Sema amen. Ninampenda sana Marko, na kila mhubiri ana roho ya unabii ndani yake. Ninamwona Marko akizungumza katika namna unabii,
anasema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo. Na nimesimama siku ya leo nikikwambia siku ya leo ya kwamba injili ya Yesu Kristo ina mwanzo lakini haina mwisho. Inao mwanzo lakini haina mwisho. Sikia, unaweza ukaikataa siku ya leo. Kipindi ambacho unasikia, kipindi ambacho una nafasi ya kuweza kuelewa, unaweza ukaipinga siku ya leo, unaweza ukaitokana siku ya leo, lakini injili ya Yesu Kristo hainaga mwisho. Ukisikia leo, ukaikataa leo, yako majira utakuja kusimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ufunuo, kisha nikaona wafu wakifufuka, bahari ikiwatoa watu waliokuwa wafu. Inasema kisha vikatolewa vitabu, na kitabu kingine watu wakahukumiwa kwa mambo yaliyoandikwa katika hicho kitabu. Ninatangaza siku ya leo, ukimkataa Yesu siku ya leo, yako majira, injili yake nao mwanzo lakini haina mwisho. Kitabu hiki ambacho nakuhubiria siku ya leo kitafunuliwa mbele za Mungu. Sema amen. Utofauti wa neno la Mungu na vitu vingine, neno la Mungu ni nguvu, lina uwezo wa kubadilisha. Unaweza ukakataa kwa sababu una uhuru, lakini neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha. Sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema amen. Marko anaandika katika namna ya kiunabii. Napendaga anapoanza siku naanza kulisoma ili andiko kwa upya, nikasikia naanza kunena kwa lugha. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu inao mwanzo lakini haina mwisho. Ukikataa leo, yako majira, vitabu vitafunuliwa mbele za Mungu, na kila mtu atatoa hesabu kwa habari ya maisha yake. Mambo ya watu yatawekwa hadharani. Hapa duniani unaweza kumficha mama yako, unaweza kumficha baba yako, unaweza kumficha mchungaji wako, lakini mbele za Mungu hapanaga mnafiki pale. Unaweza kazini ukamute, kwani tunaona mdomoni. Unaweza ukaendelea ukasema mimi nina dini. Dini haijawahi kumwokoa mtu, kimekuwaga ni kichaka of all times. Nimekuja kumtangaza Yesu Kristo, sijaja kutangaza dini. Dini haijawahi kumwokoa mtu. Hata uwe na dini nzuri ambayo anagawa mikate, hata uwe na dini nzuri ambayo anagawa soda, ninatangaza siku ya leo, unamhitaji Yesu abadilishe maisha yako. Hata kama una dini nzuri, wanagawa na misalaba, unatembea na misalaba, lakini pasipo Yesu Kristo ni bure, ni bure, ni bure. Siku moja ofisini, mimi na maswali ya uchokozi sometimes. Jamangu mmoja anapenda kuvaa msalaba na ni mzinzi balaa, anazini kuliko shetani. Yaani unakutana na kabinti kadogo kakiingia kwenye gato la kijana kanalala wiki. Dhambi ya uzinzi, dhambi mbili zimekithiri kwa sasa, dhambi ya uzinzi na uchawi. Watu wanatembea na irizi. Ndio maana maajabu yanatokea, vitu vya kusikitisha vinatokea. Nikamwambia jamangu, ni sasa hivi unapoenda kuzini unavuaga kamsalaba ako au unaendelea nako? Akasema kusema kweli nakafuaga na kaweka pembeni. Nikimaliza akarudia. Nikasema yako majira, ukikaweka pembeni, Yesu anarudi anakuta kwenye show. Ni jehanamu one way. Wanaitwa submarine Christian, ni 50-50. Jumatatu, Jumapili Bwana, Jumamosi anasema haleluya, Yesu ni Bwana. Jioni ile ifike Jumapili, oh haleluya, raba shakata. Wewe hatuchanganywaje na raba shakata, tunaangalia baada ya raba shakata kuna nini. Ikifika Jumapili jioni anarudi chini, uzinzi, uasherati, matusi, matukano na kila kitu. Yesu anarudi, Yesu anarudi, Yesu anarudi. Haleluya, haleluya. Hata ukikataa, majira kitabu kitafunuliwa mbele za Mungu. Injili ya Yesu Kristo haikwepeki. Unaweza kaikopa leo, lakini yako majira utasikiliza kwa lazima. Kuna watu wanasubiri baada ya kufa ataombewa na kuonea huruma.
Hakunaga maombi baada ya kufa. Hakunaga mwinjilisti baada ya kufa. Yaani ni ubiri mpaka jasho linanitoka afu nifika na mbinguni nishika maiki. Tunapiga injili, tunatoka majasho sokoni huko, vumbi zinatupiga, afu na mbinguni nasema haleluya. Hiyo kazi sitafanya. Yesu anaokoa leo, anaponya leo, anafungua leo, analeta uzima leo. Ukimpata leo, anaupata moyo wako. Sema amen. Anasema piga hatua moja kwangu, nitapiga hatua zote kukufuata wewe. Ni rahisi sana. Haikuwa rahisi kwake, lakini ni rahisi kwako. Ukipiga hatua kwa Yesu, Yesu ataingia kwako, atabadilisha ujana wako, atabadilisha ubinti wako. Ni yeye pekee alama ya mabadiliko kwenye maisha yako, ni yeye pekee. Ni haleluya, haleluya. Anaweza mambo yote. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Kitabu cha Warumi kinaelezea injili ni nini. Anasema sionei haya injili ya Yesu Kristo, maana ni uweza, yani ni power. Injili ya Yesu Kristo ni power. Unajua kwa nini naipenda injili ya Yesu Kristo? Mimi pamoja na kwamba nilikuwaga muovu, lakini akili nilikuwa nazo. Yani kama ningetesti kwa Yesu ningeona ovyo, nisingekaa, ningeondoka mapema, kwa sababu Yesu amenipa akili. Sema amen. Lakini nikatesti kwa Yesu, nikaona baada kabla ya kuokoka walikuwa kiingia mlango wanakaba. Tena mengine mimi nimesoma, anakuja mchawi ambaye hata darasa la pili hajafika, akiingia na niga roba mpaka asubuhi. Nilipompata Yesu kwa jina la Yesu aliye hai, tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Wakaja kwenye mlango ule ule, wakashangaa kuna moto, kuna moto, kuna moto. Mpata Yesu kwenye maisha yako siku leo. Utazingirwa na moto, utazingirwa na moto. Ukimpata yeye, umepata vyote. Umepata ulinzi, umepata amani. Nilipompata Yesu, nina furaha tena, nina amani tena. Yaliyokuwa magumu kwangu yanawezekana sasa. Sema amen. Amenipa ushuhuda mwingine. Nilijulikana kwa uovu, sasa ninajulikana kama mwinjilisti. Sio heshima hiyo? Haleluya. Umuhimu wa injili ya Yesu Kristo. Kuna watu wengine wanasema injili sio kwa ajili yangu. Injili ya Yesu Kristo inakuja kwa makundi matatu, lakini Roho Mtakatifu akaniongezea la 4. Injili ya Yesu Kristo namba 1 ni kwa ajili ya watu waliopotea. Namba 2 ni kwa ajili ya watu waliorudi nyuma, backsliders. Namba 3 ni kwa ajili ya watu waliopo kanisani na wao pia wanataka injili. Yesu akaniongezea kitu kingine, akasema injili ni kwa ajili ya viumbe vyote. Akasema nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Na ndio maana ninapohubiri injili ya Yesu Kristo, hata kama kuna watu wengi wanaonisikiliza, ninaamini hata mawe yananisikiliza. Siku hizi napigaga injili mpaka nyau zinanisikiliza. Kuna watu wanasema anapiga kelele. Ninatangaza siku ya leo, maandiko yanasema dunia inaenda kuisha, inaenda kukunjwa kama karatasi, na tutasimama mbele za Mungu, tutatoa hesabu kwa habari ya maisha yetu. Maandiko yanasema ya kwamba hata mawe yangeweza kuinuka na kumtukuza Yesu kama watu wangetulia. Ninatangaza siku ya leo, ukikataa siku ya leo, ukimkataa Yesu, tutafika mbele za Mungu. Utasema mimi sikusikiliza. Mawe ambayo umekanyaga siku ya leo yataibuka, yatasema hapana, alihubiri na sisi tulisikiliza. Majani ambayo unayaona kwa sasa yataibuka, yatasema hapana, injili ilihubiriwa. Ukikataa, ukimpinga Yesu, yako majira utatamani kusikiliza, hakutakuwa na nafasi tena. Nani anasema amen? Nani anasema amen? Umuhimu wa injili, inakupa uhakika wa kuingia mbinguni. Kabla sijaokoka, mbinguni ilikuwa kama mwezini, sielewi kitu. Baada ya kumpata Yesu nina uhakika. Na ukiona una uhakika, tengeneza maisha yako. Injili ya Yesu Kristo inakupa kusamehewa dhambi. Jina lako linahamishwa kutoka kwenye kitabu cha mauti. Kuna watu mko mahali hapa unasomeka kuzimu. Yaani kama hauko na Yesu moyoni mwako, jina lako linasomeka kuzimu. Yaani wanawaambiaga watu kama hauna Yesu, wewe ni kitoweo cha shetani anytime akijisikia kiu na njaa. Kwa sababu jina lako liko kuzimu, limeandikwa. Huna Yesu, jina lako liko kuzimu. Na ndio maana wanakukaba, wanabadilishana tu. Leo anakuja bibi, kesho babu, kesho kijukuu. Nikupiga tu pia. Mpata Yesu aliye hai. Sema amen.
Haleluya! Kuta za nyumba yako haziwezi kuzuia mchawi. Kuna watu wamejivika irizi kama irizi yenyewe ina ngozi ya kenge. Irizi haikumlinda kenge. Watu wakachinja kenge, wakatoa irizi, wakatoa kale kangozi. Itakulinda wewe? Na ndio maana hata njozi zinazoota usiku ni njozi, mara unaota unakimbizwa na ng'ombe, kumbe hata kuku huna. Ni mateso, wanadamu wanateseka. Nimeona kesi za ajabu. Unajua mimi Yesu amenipa kuwa mcheshi kidogo. Kuna baadhi ya kesi nikizisikia najisikia kucheka. Mimi ni mwepesi sana kucheka sometimes. Bwana asifiwe sana. Napata shida kujizuia. Dada mmoja akasema, mtumishi, mimi nina shida, shetani anatesa watu. Nikasema una shida gani? Akasema mume wangu mara kwanza niachie 6,000 ya matumizi ya mboga. Nikanunua mandazi 6,000 nikapika chai nikala yote. Nipo nasikiliza najitahidi kujifanya hivi. Naona kama yani never zinakata. Akaniambia siku ya pili akaacha 10,000 baada ya kumwambia kama nilifanya makosa. Ile 10,000 nikaenda kwa muuza mandazi nikanunua ndoo nzima. Nilifuta. Alipiga yote na chai. Wewe hapo ungejisikiaje? Afu ngoma yenyewe ni nyembamba kabisa, hata mimi mnene. Imefungua mandazi 10,000. Akasema siku ya 3 akanicheka 15,000. Nikasema sasa hapa ngoja nikasikilizie nje ya dirisha, kwa sababu nitacheka mbele yake. Akasema nikanunua mandazi 15,000 nikapiga yote na chai. Mume anakuja jioni, hamna nyama, hamna nini. Dhambi ni mateso, hata uinganganie ni mateso. Dhambi ni shida, haipasi kuingangania. Inaleta mateso, inaleta shida. Lakini jina la Yesu ni ngome imara, wale wanaolitumainia watakuwa salama. Sema amen. Jina la Yesu linapita majina yote. Kabla Yesu hajazaliwa jina lake litangulia. Sema amen. Jina lake litangulia, na jina lake na neno lake linanena mema. Damu yake inanena mema. Uwepo wake unaleta mabadiliko kwenye maisha ya mwanadamu. Sema amen. Agano la Kale manabii walikuwepo, lakini kwa nini Yesu Kristo alikuja? Yesu alikuja kwa sababu alikuja kufanya mambo ambayo manabii walishindwa kufanya. Alikuja kutenda mambo ambayo manabii walikuja kutenda. Yesu Kristo ijapokuwa ni nabii, alifanya zaidi ya nabii. Ijapokuwa ni mtume, alifanya zaidi ya mtume. Ninatangaza Yesu Kristo siku leo akiingia kwenye maisha yako, yeye ni zaidi ya mtume wako ambaye alikata moto akakuacha peke yako. Ninamtangaza Yesu, yeye alipokata moto siku ya 3 akafufuka, akapaa kwenda mbinguni. Akasema nitakuwa pamoja na ninyi siku zote mpaka ukamilifu wa dahari. Tunapotembea, ijapokuwa tunaamini Yesu yuko mbinguni, lakini yuko na mioni mwetu. Hajatuacha. Ukimpata yeye, kamwe hatakuacha, kamwe hatakutupa. Anakupenda. Sema amen. Jina lake ni jibu katika maisha yako. Sema amen. Haleluya. Kwa mfano wa mwisho, nilikuwa napita siku moja feri, naongelea kwa habari ya mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Injili ni uweza wa Mungu letao wokovu kwa kila aaminie. It is a power. Yani injili ni power. Sema power. Sema power. Kabla ya Yesu nilikuwa natumainia misuli, nilikuwa 6 pack. Lakini wachawi hata darasa la kwanza hajafika walikuwa na niniga roba. Nilipompata Yesu mwanangu ni mbabe rohoni na mwilini. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nimemwonaga Yesu akiingia ndani ya mabinti, na mabinti wakabadilika, wakawa ni hatari kwenye level za kiroho. Nimemwonaga Yesu akiingia kwenye mioyo ya watoto, kama wachawi wanamlia timing mtoto, na anakuwa na tabia mbovu, anaweza karoga hata watu 100. Yani mchawi mmoja anaweza kaja kwenye kijiji na kijiji chote kisilale. Nashangaga siku leo akija mwinjili mtumishi wa Mungu mmoja kwenye kijiji, bado kijiji kinapata shida na wachawi. Siku moja napita pale feri, nataka niongee kwa habari ya jina la Yesu. Napoenda kumaliza, napita pale feri, ukiingia kwenye account yangu Facebook Evangelist Shadrack Sanga, you'll find that testimony. Utakutana na huo muujiza.
Napita pale feri, nimebeba begi langu, ni kibaka mmoja aliyebadilishwa na Yesu. Ninatembea na Yesu. Nilikuwa natembea na silaha, ninatembea na ubabe, ninatembea six pack, lakini sasa Yesu yuko moyoni. Nimembeba zaidi ya six pack. Yeye akikaa kwako, ni kila kitu kwako. Ana nguvu, sema amen. Ninatembea, nimebeba begi langu la laptop, nimeshika na kikolokolo changu hiki hapa, simu. Nimefika pale feri, nikiwaga chuo, nilikuwa naendaga feri. Na nilipokuwaga nimefika, tulikuwaga tukipita pale feri, watu walikuwa wanachomoka kwenye ile kivuko, wanachop kwenye bahari, wanakufa. So plenty of them, wengi sana walikuwa wanakufa. Akiingia anatumbukia, na akishatumbukia damu inaibuka sehemu, wanaikuta maiti kesho. Ili imetokea sana. Ndio maana nikiwa navuka feri nilikuwa nakuaga makini, kwa nahisi wengine labda wanawachukua na watupa. Sasa siku moja ilikuwa imezoeleka hiyo Kasumu, nafikiri mnafahamu. Watu wanasema ni mapenzi yamesalitiwa. Sio mapenzi wewe, ni shetani. Siku moja navuka pale feri, nimetoka kazini sana, nimebeba laptop yangu kwenye begi, niko hivi natembea, lakini moyoni mwangu naimba tenzi za rohoni, maana nimempata Yesu. Nimeachaga kuimba nyimbo za bongo flavor. Ndio maana unaimba nyimbo za bongo flavor kama pambio. Shetani amekukamata. Natembea, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Nimefika pale feri, nikashangaa feri imetema watu, afu ghafla nyomi ya watu imetoka pale nje. Kiingia kwenye account yangu utaona zote, Facebook, Instagram, YouTube, utaiona hiyo clip. Imetema watu wametemwa pale. Nikashangaa amebebwa binti moja kidedea, amepiga bonge la dela, na wengine wanatembea kama wanawayawaya hivi. Unajua sisi wa Tanzania tunapenda kushangaa, na mimi napenda kushangaa. Nikaenda kwenda kushangaa, maana watu ni wengi. Yule binti niliona kitu cha ajabu. Shetani anatesa watu, anajipiga kichwa chini, puu. Unafahamu zege la pale feri, unafahamu zile zege la chini ni kavu. Ukitwanga kichwa mara moja unaweza kupata hemorrhage, damu ikatoka kwenye ubongo. Anajipiga chini. Nilijisikia huruma. Nikaona sasa watu wanasema waamini, lakini watu wanaamini. Watu wakatoa, nikashangaa dada wametoa vipima joto wa Kristo, wametoa vipima joto, wanatoa vimaji vya upako, wanapuliza, wanakiendea kupuliza, dada anajipiga zaidi, damu ikaanza kumwagika. Mimi nimekaa na shangaa. Sema amen. Inauma sana, shetani anatesa watu. Unapolalamika ndipo shetani anafurahi zaidi. Unapolia, shetani anafurahi zaidi. Mpate Yesu kwenye maisha yako, atabadilisha maisha yako, atabadilisha umama wako, atabadilisha ubaba wako. Sema amen. Nikashangaa na dada zangu wengine wa Kiislamu, na wenyewe wameshika vipima joto, wana mafuta ya upako. Ndio nikagundua hakuna mtu asiyeamini, wote tunaamini. Wanapuliza kwa yule binti amevaa dela. Sikia my friend, moyoni mwangu nikapata hasira. Nikasema shetani, naingia kwenye ngome yako sasa kwa jina la Yesu. Kwa jina linalopita majina yote. Kama Daudi akamfuata Goliati, akasema ninakujia kwa jina la Bwana. Nikaanza kutembea kibabe, nikatembea namna hii. Nimebeba begi la laptop, sasa sijui ni uzembe, nikampa mtu hata simfahamu. Na nikampa na simu yangu ya iPhone, nikampatia. Nikasogea pale, nikasema hebu nipisheni. Baada ya kuona mafuta yamefeli, maji yamefeli. Nilipofika pale katikati, nikasema tulieni sasa, mimi nataka nimwombee. Wakatulia. Sasa pale kama Yesu asingetenda, watu wanatembeaga na mawe mifukoni. Na wengine wanachangaa mbarati zimekatwa wapi, na sehemu feri hamna tambarati. Ila nilienda kwa uhakika. Sema amen. Nikasema tulieni, nikamwekea yule mkono yule binti, anajisukuma hivi nikasema kwa mamlaka ya jina linalopita majina yote. Ghafla nikaona ametulia tu, kimya kama amekata moto. Nikaanza kusikia tu pembeni pale sasa, amekufa wewe. Lakini mimi nilikuwa namuona anapumua, sina muona, niko karibu pale. Nikaendelea kuomba. Nikashangaa alipotulia, kuna dada mmoja akachukua kichupa cha maji ya upako akapuliza. Nikasema dada, nimepewa mamlaka kutoa pepo, lakini naweza kulihamisha pepo likaja kwako. Akatulia, akakaa pembeni. Nikakemea pepo, ndani ya sekunde kadhaa yule binti akainuka vu. My friend, pale feri wanakataga injili, lakini ile siku nilitwanga injili kama mkutanoni. Nikasema wote simameni sasa. Afu yule binti nikamweka kama kigazo pembeni, anakaa kama kairizi kangu.
alitulia. Sasa utabishaje? Mtu amepona alikuwa anajipiga kichwa na damu zinatoka. Nikasema sasa nani anamtaka Yesu aliyemponya wapiti wote? Mikono juu. Nikasema panga mistari. Walipopanga mstari nikaanza kuweka mikono, ndio nikagundua ya kwamba liko jina linapita majina yote. Mungu aliliazimisha jina la Yesu Kristo liwe juu ya majina yote. Vilivyoko mbinguni vitapiga magoti, vilivyoko duniani vitapiga magoti, vilivyoko kuzimu vitapiga magoti. Jina lake linapita majina yote. Ukilipata yeye ni uzima kwako, ukilipata lenyewe ni afya kwako. Sema amen. Haleluya. Yule binti, wale mabinti wamejipanga. Nilipoweka mikono tu nikaona pepo zimeanza kulipuka tena na wenyewe. Nikagundua watu wengi wana shida na wajua wana shida. Weka mikono, ukawa ni mkutano pale. Wakaokoka. Sema amen. Popote alipopita Yesu alitenda mema, na ukimpata Yesu popote utakapopita utatenda mema. Sema amen. Sema amen. Watu watamjua Yesu wako, watu watamjua mfalme unayemwamini. Ukimpata yeye, shida yako umemchanganya. Kabla ya kuokoka ulikuwa unatembea na irizi, baada ya kuokoka unatembea na chupa upako. Yaani uko kwa bosi yule yule, umebadilisha tu kitengo. Yesu anakuita siku ya leo, simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Naomba praise team please come forward. Praise team, sogea. Sogea hapa mbele. Jina la Yesu linapita majina yote. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Mwaka 2017 saa 5 na 42 siku moja nimelala, ikaingia simu kwenye simu yangu. Mama mmoja anasema, kwanza nikasikia yule mama yuko Sahare Tanga, mimi nakaa hapo Urafiki. Yule mama nikamwambia, mama kuna nini? Anasema mtoto wangu anataka kukata moto. Nikasema kwa nini? Ndio hivyo povu zinatoka mdomoni. Sasa niambie hapo utatuma mafuta upako huo usiku saa 5 dakika 42 mpaka Tanga? My goodness, nikamsikia Roho anasema hapa ni jina la Yesu peke yake. Nikasema kwa mamlaka ya jina linalopita majina yote. Kabla sijasema pepo toka, nikasikia natoka. Nilisahau kumwambia kwamba ashikilie ile simu ikaanguka, beti ikatoka, mawasiliano yakakatika hapo hapo. Ile binti akaendelea kusoma. Saizi yuko UDSM. Jamani, wale si mnamfahamu, alikuja pale. Wote wakina Magdalena wanamfahamu. Kuja kanisani hapo. Yesu anabadilisha, Yesu anatenda. Jina lake ni jina la kutumainiwa. Sema amen. Fumba macho yako mbele za Bwana. Mungu aliye hai, nakushukuru sana. Asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu ya neema yako. Ni majira sasa, mfalme, jina lako litukuzwe. Ufalme wako utawale mahali hapa, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Naomba usogee kwa haraka. Sogea hapa mbele. Kimbia kwa haraka. Naomba usizuge, kimbia kwa haraka. Nataka nikubariki sasa. Sogea hapa. Pako ni ule ule, unatenda kazi siku ya leo. Ule unatenda kazi siku ya leo. Sogea, kimbia, mshike mwenzio, kimbia haraka. Yesu yuko mahali hapa. Hakuna popote pale ambapo injili yake imehubiriwa kukawa kawaida. Anaishi siku ya leo. Sogea kwa haraka. Hii ndio injili ya Yesu Kristo. Alizaliwa na Bikira Maria, akafa, akaisha, akafuka. Sogea. Haya sasa, fumba macho yako, nataka nikome. Yesu, asante kwa sababu uko tayari kuokoa, na nguvu zako ziko tayari mahali hapa. Mungu aliye hai, wako watu wako jehanamu majira haya, si kwamba alikukataa, ila alisema kesho. Wakasema nitaokoka kesho, na wasijue kwamba siku zao zimeisha. Haya ni majira ya wokovu, na hapo patakuwa na njia kuu, nayo njia itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawataingia. Ni majira yako sasa Bwana kuokoa. Ukiwa umefumba macho yako, nasema mimi namtaka Yesu siku ya leo niwe salama. Nyosha mkono wako juu.
Nyosha, asante, asante, asante. Nyosha vizuri, asante. Oh, naona wengi sana. Asante, asante. 1, 2, 3, 4, 5. Nyosha vizuri. Yesu anataka kufumba macho yako. Nyosha vizuri. Nyosha vizuri. Sana mtaka Yesu siku ya leo. Nataka nipokee uzima wa milele, nipokee nguvu ya Mungu. Shetani asinione tena. Baadhi ya tabia nizishinde. Nyosha mkono wako juu. 1, 2, 3. Naomba sasa piga hatua. Sogea hapa mbele. Piga hatua. Sogea hapa mbele. Sogea. Nataka nikuombee kwa jina la Yesu. Kuanzia leo utakuwa salama. Sogea. Sogea, wote walionyosha mkono sogea. Sogea. Njoo dadangu pale. Sogea. Brother pale, very good. Sogea. Sogea dadangu, njoo. Sogea. Sogea. Kuna mwingine alinyosha mkono, ameshosha. Yesu anakuita siku ya leo. Hataki upotee. Stadi vizuri. Njoo. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili. Nimewambia Yesu alinipa power, au ametupa power, ametupa nguvu. Yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Haijalishi ni magumu kiasi gani. Nimemwona Yesu akitenda. Sema amen. Ikiwa nasema mimi nahitaji maombi, ninaumwa, ama sio mimi ninaumwa, mdogo wangu, mama yangu, dada yangu, nani anaumwa, ninataka uzima, panga mstari wa pili hapo. Okay. Asante, panga mstari hapa. Mnaenda kuponywa leo. Unaenda kuponywa leo, unakutana na muujiza wako leo. Leo ni siku ya muujiza wako. Haijalishi ni kansa, haijalishi ni ukimwi, ninamjua Yesu Kristo. Jina lake limeadhimishwa juu ya majina yote yanayotajwa duniani. Iwe kansa, iwe ukimwi, iwe lolote, jina lake linapita majina yote. Nyosha, panga mstari. Kundi la tatu. Yule ambaye, wale ambao wameokoka kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya leo. Ninaomba msogee hapa pia, mstari wa mbele. Mliokoka siku ya kwanza mpaka siku ya leo. Ulishaokoka kipindi cha nyuma mpaka hapa, sogea hapa mbele. Uliokoka juzi, ukaokoka jana, sogea hapa mbele. Nataka tuombe maombi ya baraka. Asante dada pale anakuja. Njoo. Mmeokoka kuanzia siku ya kwanza mpaka leo. Njoo. Nani mwingine aliokoka kuanzia siku ya kwanza mpaka leo? Asante. Tukuombe mtumishi wa Mungu haule. Haleluya. Basi naomba katika hali ya utulivu. Mungu awabariki sana ambao mmekuja kwa ajili ya kuokoka. Naomba wape ushirikiano kwa ajili ya kuchukua taarifa zako kwa ajili ya kuendelea kuombea. Lakini naomba wote ambao tumeitwa kwa ajili ya kukaa kwenye mistari, tuendelee kukaa hapo. Tunataka tuchukue taarifa hapa, alafu tuendelee na maombezi. Kama bado kuna mwingine yupo kula anahitaji maombezi, tafadhali sogea kwenye huu mstari wa pili. Haleluya. Nipendaye kwa jina wewe Yesu nipendaye Wala
Asante sana. Basi wale ambao tumekuja kuokoka, na kuna wengine yamkini uko mbali na eneo hili, ukiwa unatufuatilia kwa njia ya mtandao au unatusikia haupo kwenye hili eneo, naomba utaenda kufuatisha sala hii muhimu sana ambayo utakuunganisha wewe na Mungu wako. Biblia inasema kwamba kwa sababu mtu akimkiri Kristo na kuamini moyoni mwake ya kwamba Yesu Kristo alifufuka na ya kwamba Yesu Kristo alimfufua katika wafu, ataokoka. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Hii ndiyo kitu ambacho Mungu anatuunganisha sisi na yeye, baada ya kuwa tulipotea katika hali ile ya kuwa na ushirika naye. Tunapokuwa tunarudi kwake, anahitaji tumkiri kwa kinywa chetu wenyewe. Kwa hiyo wewe ambao umekuja leo kuokoka, naomba utaenda kukiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu Kristo yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia lazima uamini moyoni. Tukiwa tunaendesha hii sala, naomba tafadhali fungua moyo wako, umwambie Mungu ambaye yeye anakusikia na yuko tayari kukusamehe na kukufungua na kukupokea kama mtoto wake siku ya leo. Basi naomba wote ambao tumekuja kuokoka, naomba tufuatishe sala hii. Sema: Bwana Yesu, asante kwa neema yako. Asante kwa jioni ya leo, umenipa kusikia neno hili. Nami Yesu, leo ninakuamini ya kwamba wewe ulikufa kwa ajili yangu. Nami kuanzia leo ninachagua kukupenda Yesu. Kuanzia leo ninakukaribisha kwenye maisha yangu. Ninatubu dhambi zangu zote nilizozitenda kwenye maisha yangu. Yesu, unisamehe. Yesu, unisamehe. Kuanzia leo ninakabidhi maisha yangu kwako. Ninakukataa shetani na kazi zako zote. Kuanzia leo mimi nimeokoka. Ninakupenda Yesu. Nitakufuata siku zote za maisha yangu. Yesu, ingia kwenye maisha yangu sasa. Unitakase sasa na ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuwa umeniokoa. Asante Yesu kwa kuwa nimeokoka. Katika jina la Yesu ninakukataa shetani na kazi zako zote. Kuanzia leo mimi sio wako, mimi ni mali ya Yesu. Katika jina la Yesu, amen. Amen. Karibu dada, nataka tu naomba tusogee mbele. Mlioko nyuma kule, naomba tusogee. Kitu ninachompendaga Yesu, popote pale ulipo, nguvu ya Mungu inaweza ikakufikia, lakini ukipata distance nzuri, kwa sababu kuna nafasi ini nzuri kwa ajili yako. Sema amen. Sogea, sogea, sogea. Taka uwepo wa Mungu utawale mahali hapa. Huyo Yesu ambaye nimemshuhudia siku ya leo ametenda kwa wengi, sina muda wa kusimulia. Iko miujiza mingi ambayo Yesu ameitenda. Siku nyingine nitakuja kuisema. Mingine inashangaza kabisa. Hata mwenyewe ambaye nilikuwa nashangaa, Mungu na hili unatenda. Yuko hai siku ya leo. Acha tumwabudu Mungu sasa. Afu tunaenda kumuitia Mungu majira haya, na anaenda kukugusa maisha yako. Imba pamoja na weka mkono wako kifuani kwako. Angalia Bwana, tunakuhitaji. Angalia Bwana, angalia kwa msaada wako.
mbele zako Yesu, angalia Bwana, angalia Yesu, angalia Matisha maneno haya, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Wewe mwenyewe ulizichukua dhambi zetu katika mwili wako juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwako tuliponywa, kwa kupigwa kwako niliponywa. Asante Bwana Yesu, ulilipa deni ya dhambi na unaniponya siku leo, na ulikwisha kuniponya. Uzima wako unaingia kwangu, hakuna ugonjwa wenye nguvu, wenye uwezo zaidi ya jina lako. Jina lako linapita majina yote, majira haya. Yesu Kristo, tembea na uzima wako uingie ndani yangu. Vifungo vyote viniachie, magonjwa yote yaniachie. Pepo aliyekaa katika mwili wangu kama ugonjwa aniachie. Laana na mikosi na balaa zote ziniachie. Yesu Kristo, asante, unanigusa. Asante, unaniponya. Ninapokea uponyaji kutoka kwako. Magonjwa yote, iwe kansa ama ukimwi ama ugonjwa wote, ninaponywa kwanzia utosini mpaka wayo miguu, ninapokea uzima wangu. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu. Endelea kuomba, iko nguvu inatembea sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tumelisema neno lako kwa watu wako walioko mahali hapa, na mimi naijua mamlaka ya jina lako inapita mamlaka zote, na mimi naijua mamlaka ya jina lako inapita mamlaka zote, inapita nguvu zote. Majira ya Bwana, majira ya Mfalme, ninakuita kwa ajili ya dada huyo, ninakuita kwa ajili ya mama huyo, ninakuita kwa ajili ya binti huyo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila kifungo cha magonjwa, cha mateso, ninakiamuru ni majira
ya kuachia nimachia ya magonjwa yote kuachia nimachia ya machini kuondoka ndani yao magonjwa yote mapepo yote magonjwa yote kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu roho zote za magonjwa roho zote za mateso roho zote za giza ziachie maisha dada huyo ziachie maisha mama huyo kwa jina la Yesu 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 kila kifungo achia 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 kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu magonjwa yote ninaamuru sasa toka achia miili yao achia miili yao achia miili yao achia miili yao vifungo vyote achia 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 kwa jina la Yesu 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 vifungo vyote vinakuachia 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 vifungo vyote vinakuachia vinakuachia sasa vinakuachia sasa ipo nguvu inatembea majira haya iko mamlaka ya Mungu inatembea majira haya jina la Yesu jina la Yesu jina la Yesu jina la Yesu mateso yote yakuachie vifungo vyote vikuachie 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 kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu machini yote machini yote machini yote ninaachilia moto 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 achia mwili wake achia mwili wake achia mwili wake kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu vifungo vyote achia 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 kwa jina la Yesu 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 pepo ninakuamuru toka jina la Yesu kwa jina la Yesu ninakuamuru toka machie mama huyo machie dada huyo machie dada huyo machie mama huyo machie binti huyo machie binti huyo jicho la Bwana linakuona mwachie 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 ninaiona nguvu ya Mungu sasa ninaiona nguvu ya Mungu sasa imeshuka sasa inatembea sasa inatembea sasa inatembea sasa ninaiona mamlaka ya Mungu aliye hai inatembea sasa inatembea sasa haya mwachie 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 kwa jina la Yesu mwachie achia pepo ninakuamuru toka toka majini yote majini yote majini yote majini yote majini yote achia 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu toka ewe adui uliyejificha hapo ulipojificha ninatuma moto ninatuma moto ninatuma moto ninatuma moto ninatuma moto jina la Yesu ni jina la kutumainiwa jina la Yesu ni jina la uzima kwa mamlaka ya jina linalopita majina yote ewe adui achia 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 machie dada huyo machie dada huyo machie dada huyo machie dada huyo ninaona moto ninaona moto ninaona moto ninaona moto ninaona moto ninaona moto kwa mamlaka ya jina la Yesu kwa mamlaka omba 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 katika jina la Yesu omba 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 ninaiona nguvu ya Mungu ninaiona nguvu ya Mungu ninaiona nguvu ya Mungu inakufungua sasa kuna magonjwa yanaondoka sasa yanakuwa historia sasa yanakuwa historia sasa utakumbuka utasema niliwahi kuumwa lakini sasa nimeponywa lakini sasa nimeponywa kwa mamlaka
ya jina la Yesu. Vifungo katika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mache bintu, 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 mache bintu. Weka mkono, weka mkono, weka mkono. Kwa jina la Yesu, weka mkono hapo, weka mkono hapo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ewe chini uliyejificha mahali hapo, ninakuamuru sasa, ninakuamuru sasa. Haya mache bintu, haya mache bintu. Jicho la Bwana limekuona, jicho la Bwana limekuona. Aga, 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 aga. Ondoka machie, ondoka machie, ondoka machie, ondoka machie, ondoka machie. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, achia haraka, toka, achia haraka, toka, achia haraka, toka, achia haraka, toka, achia haraka. Ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto. Omba, 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 weka mkono. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Iko nguvu inatembea, iko mamlaka inatembea. Yako magonjwa yanakuachia, yako mateso yanakuachia. Hizo njozi unazoziota zinazokutesa zinakuachia, zinakuachia, zinakuachia. Bwana anaweka historia mpya, anajenga historia mpya kwenye maisha yako, kwenye maisha yako. Kuanzia siku ya leo itakuwa historia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Linalopita majina yote, achia magonjwa yote, achia mateso yote, achia mateso yote, achia shida zote. Kuanzia siku ya leo yeyuka kansa, yeyuka ukimwi. Ewe ukimwi, damu yenye ukimwi, ninaitangazia leo virusi vinakufa. Wewe unaishi, wewe unaishi, wewe unaishi, wewe unaishi. Ninatangazia kisukari kwa jina la Yesu kinakuachia. Wewe unaishi, wewe unaishi, wewe unaishi, wewe unaishi, wewe unaishi kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Popote ulipofungwa unaachiliwa huru, unaachiliwa huru, unaachiliwa huru, unaachiliwa huru, unaachiliwa huru kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Omba, omba kwa sekunde kadhaa, omba, omba, omba. Rapa shakata rababu repeko sakata rapa kokori kasakata rekeke sakata rokoko sakaraba rika sakarababa reka sakaraba. Weka mikono juu yao, weka mikono juu yao, weka, usiache kuweka mikono mpaka tukimaliza, ndipo acha kutoa kuweka mkono. Weka mkono wako juu yake. Ninaiona nguvu ya Mungu inagusa sasa, inagusa sasa, inakupa mwanzo mpya, inakupa mwanzo mpya, inakupa mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Ewe kifungo cha ulevi, ewe kifungo cha dhambi, ewe kifungo cha magonjwa kwa jina la Yesu, katika ninakata kifungo cha kwanza, ninakata cha pili, ninakata cha tatu, ninakata cha nne, ninakata cha tano, ninakata cha sita, ninakata cha saba, katika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uwe huru kwa jina la Yesu, uwe huru kwa jina la Yesu, uwe huru kwa jina la Yesu, uwe huru kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu. Bwana anatenda jambo jipya kwenye maisha yako, kwenye maisha yako, kwenye maisha yako, katika jina la Yesu anazotalia hai. Piga Yesu makofi, piga makofi kwa Yesu aliye hai. Ametenda jambo jipya. Rapa shakatara babo kaiba. Haya, naomba wao waliokuja kuokoka leo na waliokuja kuokoka jana waende pale kwenye viti pale. Naomba wahudumu, naomba msaidie kuwaongoza hao watu, msiache waende peke yao. Haya, niulize, waliokoka tangia tumeanza mkutano hapa, tangia jana, juzi na leo,
naomba muende pale, naomba waende pale. Wewe uliyekuja kuombewa, hebu jicheki, iangalie kama kuna kitu Mungu amefanya kwenye maisha yako. Kama kuna kitu ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako, hebu nyosha mkono wako juu tuone. Kama ulikuja hapa ukiwa mgonjwa na Yesu amekuponya, kuna tatizo ulikuwa nalo na Yesu amefanya, ametenda, nyosha mkono wako juu tukuone. Kama kuna mtu wa design hiyo, Mavo. Haleluya jamani, haleluya. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi mengi sana kwa ajili ya mkutano mzuri. Amen. Asante kwa wewe kuwepo kwenye mkutano tena jioni ya leo, na bado tunakuhimiza kesho tena mkutano unaendelea. Amen. Na kabla ya mkutano saa 9 tuna kipindi kizuri cha lisali moja saa 8 mpaka saa 9, kipindi cha kujifunza maneno ya Mungu kwa ajili ya ushauri wa mtu mmoja mmoja, na yanafanyika hapa uwanjani. Hapa kwenye darasa, kuna darasa ambalo tunalitumia. Kwa karibu sana kuanzia saa 8 mchana kwa wenye shida na mahitaji mbalimbali tutakuhudumia. Sasa kwa wakati huu niombe jambo moja haraka sana. Kwa wale wana UCC, nataka tuahirishe mkutano kwa maombi, lakini tuwe na jambo la kuteta hapa pembeni ili pia kuwaruhusu wahudumu wengine wanaendelea kuwahudumia ndugu zetu pale. Kwa nitaomba sisi tutakaa usawa huu. Si mnauona mkono wangu au basi tuhame tukae kwenye hema ile pale. Ngoja kwanza usianze kuondoka. Nikimaliza maombi tutakaa kwenye hema pale ili msichoke, mkae kwenye viti, sawa? Kuna jambo la kushirikishana pale kwa ajili ya huduma yetu inavyoendelea. Amina. Naamini mmenielewa. Naomba basi fumba macho tupate kuomba na kuahirisha mkutano. Baba yetu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwamba tena jioni ya leo umefanya jambo jipya. Tumeona wewe tena ukisema na maisha ya watu. Neno lako limehubiriwa na Roho wako Mtakatifu ametembea kutuhudumia na kulithibitisha neno lako katika jina la Yesu. Asante kwa neno, asante kwa mtumishi wako aliyetuhudumia, asante kwa kwaya zilizohudumu, asante kwa praise team, wapiga vyombo na mafundi mitambo, watu wote waliohudhuria mkutano huu na wale wote walikuwa wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na asante pia wale wanaotusikiliza majumbani. Asante kwa kila kitu kilichotendeka mahali hapa kwa utukufu wa jina lako. Baba, tunakushukuru. Na sasa tunapoahirisha mkutano huu, na wakabidhi mikononi mwako watumishi wako hawa, wanawake na wanaume, wanaporejea majumbani. Mkono wako mwema usipunguke juu yao, amani yako iwe pamoja nao, na mji mzima wa Ubungo National Housing na vitongoji vyake tunautamkia baraka, tunautamkia amani, tunautamkia ushindi dhidi ya kuzimu katika jina la Yesu. Naendelea kutangaza kwamba ufalme wa shetani umeanguka Ubungo National Housing na vitongoji vyake. Shetani huna nafasi tena ya kumiliki. Jeshi lote la pepo wabaya tunalifunga kwa minyororo na kwa pingu za chuma, kila mmoja mahali pake, na kuwatangazia hukumu ya haki yake Mungu iliandikwa. Tunawatupa pande za mwisho za shimo katika jina la Yesu, na kukomesha kazi zenu za uovu juu ya wanadamu walioko katika mji huu. Baba, asante kwa ajili ya Dar es Salaam yote, asante kwa ajili ya Tanzania yote. Sote tunajikabidhi kwako. Utukufu, heshima na ukuu na enzi vina wewe milele, katika Kristo Yesu Bwana wetu wa milele. Amen. Amen. Ikisha jamani, hilo ni jambo basi makofi ya kutosha, ambapo tunamleta ili aweze kusema yale ambayo Mungu amemtendea. Na wale wanazoni wa Ubungo National Housing, wao naomba waende pale, Shemasi anawahitaji. Kama uko huku
Mwanazoni wa Ubungo National Housing, tafadhali twende kwenye hema namba 1 hii hapa. Wanazoni tu, sisi wengine tunaweza kwenda kukaa pale kwenye hema nilipoelekeza. Baada ya ushuhuda tutakuwa na jambo la kupeana maelekezo, na nimeshahirisha kwa maombi, kwa tutakuwa ni rahisi tu kuondoka. Lakini tusikilize nini Mungu amemtendea ndugu yetu huyu. Asante, naomba fundi mitambo tusaidie maiki ikae vizuri. Amen. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji, jina lako nani? Ninaitwa Maria Josefu Mtitu. Maria Josefu Mtitu, wewe unakaa wapi hapa Dar es Salaam? Mimi siko mbali sana, niko hapa ni Ubungo. Aha. Je, ni mzaliwa wa hapa au ni mgeni? Mimi ni mzaliwa wa Iringa. Aha, lakini umekaa muda mrefu hapa? Ndio. Watu wa National Housing wanakufahamu? Wananifahamu na watoto wangu wanasoma hapa. Aha, kumbe wewe ni mwenyeji. Kama mpaka na watoto wanasoma, unafahamika bila shaka na watu mtaani. Amen. Kwa nini unajua nakuuliza? Amen. Wasije kafikiri tumekutoa labda Tabata au tumekutoa Gongo la Mboto tumekuleta hapa. Hapana. Ijulikane kama ni wa hapa na kama ulivyojitambulisha. Sasa karibu dada, nini Mungu amekutendea kwenye mkutano huu? Mungu wa mbinguni amenitendea mambo ya ajabu. Jana wakati nipo nyumbani nilikuwa nimezidiwa sana. Nikawa ninamlalamikia mume wangu anipeleke kuna kanisa fulani huko. Yeye huko akasema hivi, bwana, hebu twende huko wanako ninili hubiri. Nikasema twende, mimi ukanichukulie mafuta na maji. Kasema hebu twende huko. Ulikuwa na shida gani mpaka unataka mafuta na maji, unalalamika hali mbaya? Ilikuwa ni shida nini? Yaani mwili wangu wote ulikuwa kama umebanwa hivi. Yaani na kupumua kwa zia juzi. Aha. Ndio. Kwa hiyo nikawa ninashindwa. Kwa hiyo vile wanavyohubiri na nikula ambako mimi nipo. Kwa hiyo yani huyu mchungaji nihubiri basi moyo kama unalipuka. Kwa hiyo kama nimekuja saa 11 hivi, nilipofika pale tu nikakuta kama yani ninafunguliwa hivi. Sasa nikakuta tu yani ninabubujika tu, machozi yananitoka. Alafu mimi mwenyewe ni mwenye dhambi. Nikasema mimi hapa ni mwenye dhambi, machozi tu yananitoka, kichwa hiki kinaniuma, afu macho haya kama yanaangalia dimu hivi. Sijiwezi. Lakini ninamshukuru Mungu wa mbinguni, nilipofika hapa basi wakawa wananiombea. Nikaona kama nimefungwa, yani nikaona kama kuna kamba hivi mtu amenizungushia hivi hiyo kamba. Nataka nikimbie nashindwa. Ninashindwa. Nikakuta tu ghafla kama mtu yani ameshuka, amevaa nguo nyeupe, akanipulizia sikio la kulia. Nikakuta kitu kama kimetoka tena akapuliza huku tena, nikakuta kitu yani kimetoka. Nikawa nipo huru sasa. Nikawa huru na ruka, yani mwili wangu haumi, wana mgongo ulikuwa unauma haumi. Nikawa nipo huru. Kwa hiyo basi nikawa naendelea na kuomba. Asante Mungu kweli. Yani nikarudi peke yangu mpaka huko nyumbani. Wakati unakuja ulikuja na mume wako? Amekusindikiza? Nani hakunisindikiza, ila yeye akasema ukizidiwa huko utanipigia simu. Je, wewe ni yule ambaye alikuja amenyosha mkono kutokea kule mbali unakuja? Ndio wewe. Ndio mimi hapa. Nilikuwa nimebanwa sana. Analia kutokea kule. Nilikuwa nimebanwa sana. Amen. Makofi kwa Yesu aliyemfungua. Haleluya. Amen. Kwa hiyo leo umelala salama? Leo nimelala kama usingizi wa mtoto mchanga. Afu nilivyorudi nimeendelea kuomba, yani kama kuna kitu kinasukuma, ninaomba. Nilivyolala sijaumwa kitu chochote kile, nikaamka ni mzima kabisa mpaka sasa hivi. Kazi zako kama kawaida? Leo nimeendelea na kazi zangu kama ni kawaida. Namshukuru. Hapana. Unatafuta mafuta? Hapana. Maji? Hapana. Changarawe za upako? Hapana. Ndala za upako? Hapana. Ulipewa nini? Ni jina la Yesu tu peke yake. Amen. Haleluya. Amen. Asante sana na Mungu akubariki. Amen. Angalia, usimwache Yesu tena. Amen. Mama Ohagire, sogea, naomba tumuombe, tumtakie neema ya Mungu
kwa ajili ya asije akarudi nyuma tena. Wainjilisti, tafadhali tusogee. Na kanisa kule, mnaweza mkanyosha mikono kumwombea neema ya Mungu ili Bwana aendelee kumuimarisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya mama huyu na dada yetu huyu ambaye wewe kwa mkono wako mwema umemtafuta, umempata, umemvuta, ukamleta kwenye ufalme wako, nawe ukamwinulia uso wako na kumwangazia nuru za uso wako. Asante kumfadhili kwa afya ya mwili wake na afya ya roho yake. Asante kwa ukiri na imani aliyo nayo. Mungu, tunakushukuru. Asante kwa wokovu, asante kwa uponyaji. Jina lako litukuzwe, na tunazidi kumwinua mikononi mwako. Tunamwombea neema ya kukulia wokovu, asiache njia ya msalaba, katika jina la Yesu. Yeye na nyumba yake wakujue wewe, wakuishie wewe, katika jina la Yesu. Asante kwamba tangu sasa na hata milele ni mali yako. Umempata kwa kuwa alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Utukufu ni wako katika Kristo Yesu, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.